بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، خصوصا على أشرفهم وأفضلهم وأختمهم نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Awali yote tukikusalimuni kwa salamu ya amani, salamu inayotoka kwake ya Rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukiwa katika Ramadhani ya 23 huku tukiwa tumesaza takriban siku 6 hadi 7, na katika siku hizi za mwisho za Ramadhan, tangu siku 10 za mwisho zilipoanza, tunasema siku hizi ni maarufu na ndizo siku ambazo hutarajiwa ndani yake kupatikana usiku wa Lailatul Qadr, usiku wa cheo, usiku wa nguvu, usiku ulio bora kuliko usiku yote inayopatikana ndani ya mwaka wa kalenda hii ya Hijiria, kalenda ya mwezi. Yani kuna usiku ambao ni mbora kuliko usiku yote inayopatikana ndani ya mwaka mzima. Lakini usiku huu tayari Waislamu wengi wanaofahamu kwa jina la Lailatul Qadr, usiku wa nguvu, usiku wa cheo. Lakini usiku huu inafahamika wazi kuwa ndimo ndani yake iliteremshwa Qur'ani, ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Lakini zaidi ya hapo pia hata maandiko matakatifu yaliyotangulia, vitabu vitukufu vilivyotangulia pia viliteremshwa ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Kama Taurati pia iliteremshwa ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Sasa dalili ziko wazi kwenye Qur'ani na ni sio mageni kwa yule ambaye anasoma Qur'ani atayakuta haya. Lakini ipo kazi nyingine ya pili ya kuifanya. Je, usiku wa Lailatul Qadr huangukia usiku wa ngapi wa Ramadhani? Lakini ni wazi kwamba anayeweza kuamsha nadhari au akamsha uoni wa fuadi yake akaufanya kuwa angavu vya kutosha, akienda kwenye Qur'ani atakuta tayari dalili zinamsubiria, aya ziko zinamsubiria kumpokea na kumwashiria kwamba usiku huu unaangukia ndani ya usiku wa ngapi wa Ramadhan. Na maoni yetu ni kuwa Lailatul Qadr huangukia usiku wa 29 wa Ramadhan, na dalili hizi tutakuja kuzitoa katika somo jingine, somo rasmi kuhusiana na Lailatul Qadr katika siku zijazo. Lakini tunaenda kutofautiana na wale ambao walichukua rai ya kuwa Lailatul Qadr huangukia mwezi 27 Ramadhani. Sisi tumechukua njia tofauti na kwa dalili tulizoziegemea, dalili zenye mashiko pia. Lakini somo letu sio rasmi kuhusiana na Lailatul Qadr. Somo rasmi lililotukutanisha leo ni mwendelezo wa darasa yetu ambayo tulitoa hapo awali kuhusiana na Almasihu Dajjal na kurejea kwa Israel. Kuna uhusiano gani kati ya Masihu Dajjal na kurejea kwa Israel? Lakini tulikisha mzungumza katika somo lililotangulia kuwa Masihu Dajjal kama alivyobainishwa ni masihi mpotovu, masihi mkengeufu, masihi muongo mno. Na leo hii tunataka tujue kuna uhusiano gani baina yake na kurejea kwa Israel. Ni kitu gani kinafanyika hapa kati yake na kurejea kwa Israel? Na leo hii tukiona Israeli inazidi kunawiri, inazidi kupanda kuwa kama taifa na ikijiongezea mipaka ya kijiografia, maeneo ya Syria, maeneo mbalimbali huko Gaza pia akitaka kuichukua. Haya mambo kwa watu ambao wanaona kwa jicho la kiroho sio mageni kwao kwa sababu tayari yalikwisha zungumzwa. Sasa lazima tujue ni nani yuko mzigoni hapa, nani yuko mchezoni, nani yuko nyuma ya haya mambo yanayoendelea. Nabii Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam katika hadithi utaikuta katika Kanzul Ummal mjallad wa 7 hadithi ya 2116 2114, Mtume alikwisha zungumza akasema, fa aktharu man ma'ahu alyahud wan nisaa, wengi katika wafuasi wa Dajjal watakuwa ni Wayahudi na wanawake, Wayahudi na wanawake. Hivyo basi utakumbuka katika historia tulipopita vita ya kwanza na vita ya pili ya dunia na yale yaliyowasibu Wayahudi hasa kipindi cha Hitler, utakumbuka pale yaliyowapata wao, na ikaonekana katika dunia kana kwamba Wayahudi wanadharauliwa, wananyanyapaliwa,
wanateswa, wanadhulumiwa. Hivyo ipo haja ya wao kuasisiwa taifa, wakapata utambulisho, na wao wakaonekana kwamba ni watu pia wana haki ya kuishi. Kwa hiyo hayo tunaona ilikuwa ni michezo ya kutengeneza hii tayari, ambayo inakuja kuwapa sasa watu sababu kweli ya kupata kigezo cha kuasisi taifa. Lakini sisi tulikwisha fahamu kwamba Wayahudi katika sera yao, katika darasa lililopita tuliona Wayahudi ni katika jamii ya wana wa Israeli ambao walikwisha mkataa Masihi Isa mwana wa Maryam, na tukaona kuwa ni jamii mbili tu leo hii ambazo zinamwamini Masihi Isa mwana wa Maryam kuwa yeye ndiye Masihi, yani Waislamu na Wanaswara. Waislamu na Wakristo ndio watu pekee wanaoamini kwamba Isa mwana wa Maryam au Yesu mwana wa Maryam ndiye Masihi wa kweli. Lakini Wayahudi wao walikwisha chagua kutokumfuata Masihi huyu, wakasema wanaendelea kumsubiria Masihi mwingine, na huyu ndio tunafahamu kwamba Masihi atakaye kuja kutokezea, ambaye Wayahudi wanaamini uko karibuni kutokezea, kwamba amewaasisia taifa na atafanya taifa la Israeli kuwa taifa tawala duniani. Mimi na wewe tumekwisha fahamu kwamba huyu hatakuwa Masihi Isa mwana wa Maryam, huyu ni Masihi wa Wayahudi, ni Masihi Dajjal. Na ndugu zetu wa Kristo pia wanamfahamu kwa jina la Antichrist kwenye Kiingereza, lakini pia kwenye Kiswahili mpinga Kristo, kwamba yeye mfumo wake ni tofauti na mfumo wa Kristo. Sasa tutakapoona leo hii maheko mbalimbali yanayotoka pale Mashariki ya Kati, Yerusalemu, Wayahudi wakifurahia, wakiamini kwamba bishara inaelekea kutimia na Masihi yuko karibu kutokezea, tunasema kwamba huyu Masihi siye Masihi Isa mwana wa Maryam, siye Masihi wa kweli, bali ni Masihi wa uongo. Na kwa kujua hilo basi tayari tukishaona uhusiano wa kwanza kwamba kumbe wengi katika wafuasi wa Dajjali watakuwa ni Wayahudi. Lakini pia wanawake vipi? Wanawake pia wataingizwa katika mkenge. Wanawake wataambiwa kwamba hizi ni zama za ukombozi. Tunasema athauratun nisaiyatu alhadithatu, yani tunasema kwenye Kiarabu, lakini huku unasema ni modern feminist revolution, yani mapinduzi ya wanawake katika zama hizi za kisasa hivi. Wao wakidai pia uhuru, wanasema wakitaka pia kupata haki sawa. Lakini tunaambia kwamba hizi kelele ambazo zinakuja kwamba usikubali kukaa golikipa na yeye anashawishika, usikubali kukaa golikipa na yeye anashawishika, anaenda kushambulia mpira wa kona, akitaka kupata ujiko naye goli linabaki halina mwenyewe. Tutakachokishuhudia pale sasa ni magoli tu kuingia. Tunatoa mifano kama hii kwa sababu ndio mifano ambayo huenda kafahamika kiwepesi katika zama zilizopo. Kwa hiyo watu wanapoona dunia sasa zikipigwa kelele nyingi za kumkomboa mwanamke, kana kwamba mwanamke alikuwa ametiwa katika istimari, katika ubeberu, katika ukoloni, chini ya mfumo dume, leo hii inabidi apewe uhuru na haki zake. Tunasema hizi ni zile nyimbo za Dajjali hizi, akitafuta jeshi la wanawake ambalo litamsapoti. Lakini Mtume alikwisha zungumza haya, na hata utaona Israeli ambayo itakuja kurejea ni Israeli ipi? Ile Israeli ya manabii ya Daudi na Suleimani, ambayo ilikuwa ni mfano wa kipindi kile. Tuliona Israeli ilikuwa ina nguvu, ina jeshi la kutosha kipindi cha Suleimani. Hata Suleimani akijaliwa uwezo, akawa akitembea katika gwaride lake, kuna safu za wanadamu, kuna safu za watu, akitembea katika gwaride lake ana jeshi la wanadamu, ana jeshi la majini, ana jeshi la ndege pia. Na ndipo akikagua gwaride lake hata asimuone ndege wake mmoja anaitwa kwa jina la Hudhud. Ukienda kwenye Qur'ani sura 27 utayapata. Asimuone Hudhud, akasema mali ala, akasema kuna nini leo? Baada billahi minashaitani rajim, baada ya kujikinga na shaitani. Aya, kama tutanukuu aya yote ya Qur'ani tutakuwa na nukuu baada ya kujikinga na shaitani. Suleimani anasema mali ala ara alhuda, kuna nini? Mbona simuoni hudi? Akiwa anakagua jeshi lake, safu zake hizo anazipitia, amoni hudi. Ndege huyu wapi? Ameenda wapi?
anasema nitamwadhibu kwa adhabu kali, la uadhibannahu adhaban shadida, nitamwadhibu kwa adhabu kali, au la adhbahannahu, au nitamchinja akija huyu, au la yatiyanni bisultanin mubin, au aniletee habari iliyokuwa ni ya wazi. Kuna jambo limemfanya yupo hapa, aniletee. Lakini haikupita punde, tahamaki Hudhud akawa amerejea, amekuja na taarifa kutoka katika mji wa Saba. Akamwambia Suleiman, mimi nimekuja na habari ambayo wewe haunayo. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun adhim, nimemkuta huko mwanamke ametamalaki, amewasimamia majambo yao wanaume, na zaidi nimemkuta amepewa kila kitu na ana kiti cha enzi anachokalia. Ile jambo Hudhud lilimshangaza. La kwanza ametamalaki, lakini pia la pili lilimshangaza, nimemkuta yeye na watu wake wanalisujudia jua, na kinyume na Mwenyezi Mungu, kinyume na Allah, na shetani amewapambia matendo yao. Kwa hiyo lile jambo sasa likawa jambo la pili pia limemshangaza Hudhud. Sasa baada hapo tunaona Suleimani anaanza kukokoteza, kujiandaa kuchukua majeshi yake aweze kuyapeleka kule. Lakini kabla ya kupeleka majeshi, kwanza alipeleka jumbe kwa malkia wa Saba, yani Balqis. Kupeleka jumbe kule, utakuja kwangu mimi. Alikuwa hali ya kuwa umekwisha silimu, alikuwa umekwisha nyenyekea. Kampelekea barua pale, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kaipokea barua, kuisoma barua tutahamaki, hakika hii barua imetoka kwa Suleiman, na hakika barua yenyewe imeandikwa bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Hii ndio tafsiri yetu ambayo tunaitumia mara nyingi katika Kiswahili. Lakini baada ya hapo anamwambia sasa, uje kwangu hali ya kuwa umekwisha nyenyekea, na wala usinifanyie kiburi chochote, jeuri yote. Tunaona baadaye mwanamke yule alipata kushauriana na watu wake, je, nifanyaje? Watu wake anamwambia, sisi tuna nguvu, tutaweza kupambana na Suleiman, tutaweza kupambana naye. Anasema, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin, sisi ni watu tuna nguvu bwana, tuna uwezo wa kupambana na yeyote, na jambo liko kwako. Wakalirejesha jambo kwake, wakamwambia, wewe angalia tu unachotaka sisi tufanye nini, utuamrishe. Basi baada ya pale kumpelekea walau zile bahshishi ndogo ndogo zile, kujaribu kumlainisha Suleimani kwamba kupokea vitu vile vidogo vidogo. Suleimani ana mambo mengi. Suleimani huwezi kumdanganya kwa mali za dunia, Mwenyezi Mungu alishampa zaidi ya hizo. Akamwambia, basi tutaandaa majeshi, tunampelekea majeshi, kama hatotii tutampelekea majeshi. Tunaona sasa mfano wa dola ile ya Israeli tukufu ambayo alikuwa nayo Suleimani anatawala. Ilikuwa na uwezo wa kuamrisha sehemu yoyote na ikafanya chochote. Hata kile kiti cha yule malkia alipoamrishwa mmoja hapo akajitokezea mwenye nguvu, akaenda akakichukua kile kiti akakileta mbele ya Suleimani. Basi tunaona Israeli ile ilikuwa ni Israeli tukufu. Je, Israeli ile itapata kurudi tena katika historia ya dunia yetu hii tunayoiona? Naam, maandiko yapo, yalikwisha tabiriwa kwamba Israeli ile ya Daudi na Suleimani itarejea, lakini aliyeandikiwa kuirejesha Israeli ile ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Masihi Isa mwana wa Maryam. Lakini atairejesha vipi wakati alikwisha kuja duniani na akaondoka? Ameondoka Masihi Isa mwana wa Maryam. Wayahudi au wana wa Israeli, Wayahudi na Wanaswara wote waliomwamini na wasiomwamini, wana wa Israeli kwa ujumla, wakati ule walikuwa wanatawaliwa na dola ya Warumi. Na Warumi wakati ule ni wapagani, bado dola ya Warumi haijawa dola ya Kikristo. Je, inakuwaje hapa amekuja akaondoka hajarejesha? Na bishara za manabii mbalimbali zilisema kwamba atakayerejesha dola ya Suleimani ni Masihi zama hizo atakaporejea. Tukienda kuona tutajua kwamba kumbe kuna ujio wa pili wa Masihi, na hata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi
iliyopokewa na Abu Huraira, la taqumu saatu hatta yanzila ilaykum ibnu Maryama hakaman muqsita, haitasimama saa ya kiyama, haitasimama saa ya kiyama mpaka atakapoteremka kwenu, atakapokushutieni, atakapokuteremkieni mtoto wa Maryam, yani Isa mtoto wa Maryam Masihi, na atakuwa ni hakaman muqsita, atakuwa ni hakimu mwadilifu, au hakaman adla, hakimu mwadilifu mwenye ugavi uliokuwa sawa. Kwa hiyo atakapokuja kuwa hakimu, atakuwa hakimu maeneo yapi? Dola yake itakuwa wapi? Maelezo ni kwamba atakuwa Jerusalem akitawalia dunia Masihi Isa mwana wa Maryam katika ujio wake wa pili. Lakini sasa ili aweze kurejesha utawala Daudi na Suleimani, ndipo atakapotawala dunia akiwa Jerusalem. Tunaona lakini leo hii mbona Wayahudi wana harakati kubwa sana na ameshazifanikiwa toka walipoanza harakati kipindi cha Uzayuni mwaka 1897, kikao cha kwanza cha Wazayuni katika mji mkuu wa Switzerland, Basel katika mji mkuu wa Uswizi. Walipokaa Wazayuni, kundi la Wayahudi na kundi la Kristo walijimega, wakakubaliana kwamba tunataka kuasisi taifa la Kiyahudi. Tukaona miaka 50 baadaye, mwaka 1947, ni kweli ile taifa likaanza kupatikana kupitia agizo la Umoja wa Mataifa. Na tumeenda mwaka 2017 katika awamu ya kwanza ya Trump akawapa Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli. Na kinachobakia nini? Trump karudi awamu ya pili. Ni kitu gani kinahitajika zaidi baada ya kuwapa Jerusalem? Ule msikiti wa Al-Aqsa wanataka pia kuubomoa, wajenge hekalu la kumpokea Masihi. Lakini je, huyu Masihi ni Masihi Isa mwana wa Maryam? Kwa hiyo tunavyoona Israeli inazidi kunawiri, inatanua mipaka yake ya kijiografia na inafanikiwa. Je, huyu ambaye atakaye kuja kutokea hivi punde ni Masihi Isa mwana wa Maryam au Masihi mwingine, Masihi Dajjal? Maelezo yetu ni kwamba huyu ni Masihi Dajjal, Masihi wa Wayahudi ambaye atadhihiri hivi punde. Sasa kwa kuwa hiki ndiko kinachotarajiwa, tunarudi kwenye Qur'ani katika suratu Swad, sura ya 38, katika aya ya 34 na 35. Suleimani wakati anatawalia dunia akiwa amekaa Jerusalem, na Suleimani akapata maono. Katika maono yale aliona kuna mwili umeketi katika kiti chake cha enzi. Lakini Suleimani maono yale yalimfadhaisha, yalimpa masikitiko, kwa kuwa aliona ule mwili, cha kwanza ni mwili muovu alivyotafsiri, cha pili akaona mwili ule unataka urithi ufalme wa Suleimani, ufalme wa Israeli tukufu. Kwa sababu unapoketi katika kiti cha mfalme, maana yake ni nini? Maana yake unataka urithi mamlaka ya mfalme. Hiyo ndio maana yake. Na kwa kuwa Suleimani akaona huu mwili muovu ukiketi katika kiti changu cha enzi, maana yake unataka urithi ufalme wa Israeli tukufu, na kwa kuwa wenyewe ni muovu, utaeneza uovu katika ardhi, utafanya fisadi kubwa mno. Kwa hiyo kwa kupitia maono yale akapata mfadhaiko, akaomba dua kwa Mungu amjalie ufalme wake ufe baada ya yeye kuondoka duniani. Na aya nasema walaqad fatanna Sulaiman, na kwa hakika tulimjaribu Sulaiman, tulimpa mtihani Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyihi jasada, na tukaweka katika kiti chake, tukaweka mwili katika kiti chake cha enzi. Thumma ana, kisha Suleimani akarejea pale, akarejea papo hapo akaturejea. Akarejea akifanyaje Suleimani? Qala rabbi ighfirli, Suleimani akasema Mola wangu nisamehe. Kwa nini Suleimani anaomba msamaha? Sio kwamba Suleimani alifanya makosa, bali tunashauriwa kwamba tunapotaka kuleta maombi kwa Mwenyezi tutangulize msamaha, kisha baada ya msamaha tunaleta maombi ya yote tunayoyaleta yaliyokuwa ni mazuri. Suleimani ndicho alichokifanya, akaomba kwanza msamaha kwa Mola wake mwenyewe, akamwomba Mwenyezi msamaha, akamwomba Mola wake msamaha, kisha baada hapo akasema qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Na wakati tunaendelea na darasa letu hili, naomba nikuombeni radhi
msizingatie sauti zozote ambazo zitatoka nje ya haya sauti yangu ambayo mnaisikia, kwa kuwa sauti rasmi pekee ni hii sauti ambayo mnaisikia, na yanayoendelea mengine yote nje au wapi, hayo ni mambo katika shughuli za kidunia tu za watu, lakini hayahusiani na somo letu la leo. Kwa hiyo baada ya kuomba dua hii, Suleimani tunaona Mungu anamkubalia dua yake. Ewe Mola wangu nisamehe na nijalie ufalme ambao hautamjalia yeyote baada yangu mimi, hakika wewe ni katika wapaji, kwako wewe unaweza kufanya hivyo. Suleimani baada ya kuomba ile dua, tunaangalia kweli baada ya Suleimani kufariki, dola ya Israeli ikasambaratika, ikapasuka, ikawa kuna Judea na Samaria. Israeli inaanza kupotea. Hata alipokuja majeshi ya Nebukadneza mfalme wa Babeli kule, walipokuja kuwatoa wana wa Israeli katika uhamisho wa kwanza, utakumbuka ukienda sura Bani Israili utaikuta taarifa hii. fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid wa ja'asu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Na itakapokuja ahadi ya kwanza baada ya kufanya ufisadi wana wa Israeli, baada ya kufa Suleimani wakaanza kufanya ufisadi, Mwenyezi Mungu akapeleka agano la kwanza, ahadi ya kwanza, alipeleka majeshi ya Wababeli yakaenda kuwatoa wana wa Israeli katika ardhi ya Yerusalemu pale, na alivyowatoa akaenda kuishi utumwani kule Babeli. Hata baadaye waliporejea, sasa waliporejea tena kipindi kile pia ndo alipokuja Masihi, baada ya kurejeshwa alipokuja Masihi. Sasa Suleimani baada ya kupata yale maono akaomba dua ile aliyoiomba, na tukaona baada ya pale Israeli kweli ikasambaratika. Basi je, Israeli itarejea ile ya Suleimani ambaye ni Israeli tukufu, Israeli inayomtambua Mwenyezi kwamba ndiye muumba mbingu na ardhi, na ambayo inapenda uadilifu, haipendi kufanya ufisadi na kudhulumu watu? Je, Israeli ile itarejea? Tukiangalia Israeli ya leo haina misingi ya imani. Israeli ya leo inafanya dhulma, inaua watu wasiokuwa na hatia, na kwenye maandiko hayo wote walishakatazwa kufanya mambo hayo, kuwaua watu pasipokuwa na hatia. Wanakufa mama, watoto, unapigana vita ambayo haina macho, unaua mama, unaua watoto, na wala hawataki kusikia la muadhini, hawataki kusikia la muadhini. Kwa hiyo tunapoona misingi ya Israeli ya leo ni misingi iliyojengwa katika dhulma, vita inapigwana, vita inayopiganiwa pale ni vita ambayo haina macho, inaua wasiokuwa na hatia. Lakini pia wakati huo tunaona pia kuna mambo yanaendelea kama vitendo vya wale wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja vinaendelea pale katika ardhi tukufu. Lakini je, Israeli ya Daudi na Sulemani haikuwa na misingi kama hiyo? Na utakapokuta sasa katika zama hizo, sasa Israeli ambayo wanasema wanairejesha ni ya Daudi na Sulemani, tunasema hii sio Israeli, haina vigezo. Israeli ambayo imeendesha mfumo wa uchumi leo hii katika misingi ya riba. Mabenki yote makubwa, kaangalie, kasome, kafanya research, kafanya tafiti mwenyewe, mabenki yote makubwa duniani yanayoendesha mfumo wa kiuchumi wa dunia, yote yanamilikiwa na Wayahudi, na yote yao katika mifumo ya riba. Lakini walikatazwa kula riba. Kwenye Suratul Nisaa Mwenyezi Mungu anasema kabisa, wa akhdhihim riba, na kwa pamoja na kuchukua kwao riba hawa wana wa Israeli, waqad nuhu an, na hali wao walikatazwa kufanya hivyo, wa aklihim amwala nnasi bilbatil, na kwa kula kwao mali za watu kwa njia ya batili, njia ya dhulma. Na kwa hakika tumewaandalia makafiri adhabu iliyokuwa yenye kuumiza kabisa. Hivyo basi tunaona kwamba hii misingi yote inaitoa Israeli katika wema, kwamba hiyo dola wanayoiasisi ni dola tukufu. Hapana, dola tukufu ina misingi ya wema. Sasa kwa maana hii basi tukaona kwamba kumbe ile hekalu watakapofanikiwa kulijenga hivi punde baada ya kubomoa msikiti wa Al-Aqsa, yani baada watakapofanikiwa kubomoa Baitul Maqdis aliyojenga Suleimani, wakifanikiwa kuibomoa na kujenga hekalu la kumpokea Masihi, yule Masihi tunawaambia kwamba hatakuwa Masihi Isa, atakuwa ni Masihi Dajjal. Hivyo basi taarifa hii inatupeleka kwamba tulipoona katika Qur'ani ile aya Suleimani alichokiona kwamba kuna mwili utakaa katika kiti chake cha enzi katika Baitul Maqdis itakapokuja kujengwa mara nyingine, akaona ile ndoto ile ilimpa, ile njozi ilimpa mfadhaiko mkubwa,
kwa sababu alichokiona Suleimani ndicho alichokiona kinachotokea sasa hivi, kwamba Israeli fujo zote anazozifanya na ule mwili ambao hivi karibuni utakuja kuingia katika hekalu ambao utakuwa ni mwili wa Masihu Dajjal, ndio Suleimani akapata kuomba dua kwamba Mwenyezi Mungu amjalie baada yake ule ufalme ufe, ile dola ife. Na ni kweli haya yalitimia, na taarifa hii tunayo kwenye Qur'ani, na dalili zinatuonyesha kwamba maelezo yetu sisi ni kuwa tulipoenda katika sura ya 38 tukaona taarifa yetu tuliotoa ni maelezo kuwa ule mwili ulioketi katika kiti cha enzi cha Suleimani ni mwili wa Masihu Dajjal. Pengine na wewe una maoni yako mengine, lakini maoni yako kumbuka, hayatakiwi kutofautiana na uhalisia, hayatakiwi kujikanyaga na aya nyinginezo za Qur'an. Leo hii muda wangu pia umekuwa sio rafiki, na hapa kwa kama kaida yangu muda wangu unaelekea mwishoni, naomba niishie kwa hapa. Baada ya kumaliza sehemu hii nyingine ya somo letu, tutaendelea hadi darasa lijalo, na nikutakieni siku njema. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.